goli la Yanga lilivyofungwa, ukifuatilia movement ya mpira, Dube ni mtu wa kwanza ambaye alianza kutengeneza hiyo movement. Baada ya kutengeneza hiyo movement, alipiga shuti ambalo mabeki wa Simba waliblock. Baada ya kublock, moja kwa moja ile mpira ukaenda kwa Maxi Mpia Nzengeli. Hasa mabeki wa Simba walizani Maxi Mpia Nzengeli alikuwa yupo offside, lakini Maxi Nzengeli mwenyewe, mtu wa kwanza ambaye alimficha Maxi alikuwa ni Nabii Keita, jezi namba 30. Nabii Kamara jezi namba 30 kwa upande wa Simba. Baada yeye kumficha, akampa option sahihi ya yeye kuwa sambamba kwenye mstari sahihi. Kwa hiyo kwa upande wangu, na maana mwanzo, yani ukitazama mwanzo inaonekana kabisa mtu kama alionekana Pacome yupo offside, lakini Pacome kitu cha kwanza alichokifanya, Pacome hakutaka moja kwa moja kunufaika na ule mpira. Yani yeye alijifanya kutokuwa sehemu ya hilo tukio. Akatoka moja kwa moja. Baada ya kutoka, akamwachia nafasi Maxi Mpia Nzengeli afanye kila ambacho anakihitaji kwa jitihada zake. Kipindi Pacome anaondoka, ndo Maxi moja kwa moja anaingia kwenye boksi, hayaribu kutoka mabeki wa katikati wa Simba wawili, then anapiga mpira. Baada ya kupiga mpira, Kamara anaucheza. Sasa baada ya Kamara kucheza, ndo Pacome akawa kwenye option sahihi ya kuweza kufunga. Kwa mimi nafikiri miongoni mwa kitu ambacho mashabiki ambao wanatusikiza sasa hivi waelewe, kiangalia mazingira ya bao, hakuna offside yote ambayo ilikuwepo. Huo ndo walisia. Kwa sababu hata kama utafuatilia, ukiangalia kwa mchezaji kama Pacome, mwanzo alikuwa offside, lakini miongoni mwa sheria kubwa sana ambayo inahusiana na offside, wanakuambia ikitokea, yani miongoni mwa offside ambayo wanakuambia kwamba ikitokea mpira upo mbele, unaangalia mchezaji ambaye yuko offside alikuwa anaenda kunufaika na huo mpira au hapana. Ndio ule mpira unapigwa, Pacome mwenyewe ndo anatoka moja kwa moja. Kwa hiyo alishajua yuko offside. Baada ya kutoka, akamwachia room kubwa sana Maxi Mpia Nzengeli kwamba yeye aingie kwenye boxi. Baada ya kuingia kwenye boxi, afanye kila ambacho kinahitajika. Bahati nzuri Maxi akawa na utulivu mkubwa sana. Anatoka mabeki wa Simba, then anapiga mpira kama anaucheza, anaingia kambani. Ndio maana kama ukifuatia vizuri, ile bao linafungwa, mtu wa kwanza kulalamika alikuwa ni Kamara. Kwa sababu Kamara tunaamini kabisa kwamba eneo la goalkeeping, mtu pekee ambaye anaangalia mapana ya uwanja, anaangalia kila kitu ni Kamara. Kwa hiyo Kamara yeye kwa upande wake alizani Max alikuwa offside, lakini Max mwenyewe kitu alichokifanya Max mwenyewe alimwangalia kabisa kwamba Nabii Kamara kwamba yeye alikuwa naye sambamba. Kwa hiyo mimi nafikiri mazingira ya bao ambayo limetokea ni kutokana na uzembe wa Simba. Kwa sababu kwa nini nasema ni uzembe? Kwa sababu ni kazi kubwa sana ambayo Kamara alikuwa tayari ashaifanya. Ashafanya save. Hatakiwa awepo beki mmoja kwa ajili ya kuweza kuondoa ule mpira. Kwa sababu tumeshuhudia movement mbalimbali kwa upande wa Young Africans zinatokea. Baada ya kutokea, unaona kabisa kina Dickson Job, akina Ibrahim Baka wanaondosha ule mpira. Hapo ukizungumzia namna mchezo ulivyokuwa sasa, Simba wamekosa miongoni wa nafasi ambazo waliweza kuzitumia zikawa kama goli, na wangemaliza kipindi cha kwanza wakiwa mbele kwa magoli mawili, Shomari Kapombe pamoja na Kibu Dennis. Yes, Kibu Dennis. Kipi Simba ambacho kinawatafuna katika eneo la ushambuliaji? Na sio tu msimu, hata msimu uliopita Simba walikosa mabao mengi kwenye dabi ya Kariakoo. Ni kitu gani ambacho Simba, labda ule tunazungumzia pressure ambayo alikuwa anazungumzia Fadlu Davids? Ukizungumzia kitu ambacho kinatafuna Simba, nisema ukweli. Simba mwaka huu kuna kitu ameruzi eneo la ushambuliaji. Huo ndio ukweli. Kwa sababu kama mwana Simba amefuatilia mechi ya leo, mtu kama Elie Mpanzu ambaye msimu uliopita ni mchezaji ambaye alikuwa key players wa Simba, licha kwamba aliingia katikati ya msimu yes. Lakini ukifuatilia mechi ya leo kwa kile ambacho alikuwa anakifanya, pengine wanasema kwamba hakuwa ndani ya mchezo. Lakini pia angalia Jean Charles au ambaye msimu uliopita ndo alikuwa playmaker wa Simba, lakini pia ndo mchezaji pekee wa Simba aliyefunga magoli mengi. Licha kwamba aliweka kambani penalty 7, lakini bado alihusika kwenye magoli mengi. Ukifuatilia mechi ya leo, unaona kabisa kwamba kila ambacho alikuwa anakifanya tayari amesharuzi. Angalia mtu kama Kibu Dennis. Kibu Dennis ni mchezaji ambaye sawa, licha kwamba msimu uliopita hakumaliza na wakati mzuri, lakini bado mchezaji ambaye ukimwachia nafasi anakufunga. Angalia nafasi mbili alizozipata. Nafasi ya kwanza 1v1 dhidi ya goalkeeper. Bahati nzuri Diarra ni miongoni mwa magolikipa wa kisasa ambao ana uwezo mkubwa sana kufanya marking. Anafanya marking nzuri anafanya marking nzuri mbele ya Kibu, anaondosha ule mpira. Huyu ni Kibu Dennis. Lakini angalia kile kichwa ambacho kipiga Kibu Dennis. Bahati nzuri kwa goalkeeper kama Diarra alijua kwamba huu ni mpira ambaye kwa mtu wa kwanza atakayenufaika atakuwa ni mchezaji wa Simba. Kwa hapa kuna option sahihi ya mimi kukaa kwenye direction sahihi zeni kwa ajili ya kuondoa huo mpira. Lakini angalia Steve Dese Mkwara msimu uliopita miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa fantastic. Yaani ukimpa nafasi ya wazi anakufunga. Lakini angalia nafasi ya leo ambayo amekosa
kuna nafasi moja ambayo yeye alikuwa yuko wazi, alitakiwa ule mpira haupige moja kwa moja kwenye goli, lakini miguu ilishikwa nini. Njoo kwa Shomari Kapombe. Shomari Kapombe ni miongoni mwa fullback wa kushoto bora kwenye ardhi ya Tanzania tangu mwaka 2010. Wamepita wengi hapa, kina Juma Abdul. Nafikiri ndio beki ambaye watu wengi wanataka kumlinganisha, lakini kwa upande wangu wasa ni mzuri sana wa Shomari Kapombe, ni mtu ambaye ana overlap. Angalia Shomari Kapombe kapata nafasi ngapi ndani ya boxi. Alipata nafasi nzuri sana 1v1 dhidi ya goalkeeper. Anatafuta yengo ambayo goalkeeper alikuwa tayari ashajua kwamba atapiga nafasi. Kwa hiyo nimejaribu kuelezea hivi katika nafasi ambazo Simba wamezipata, nafasi ambazo wamezikosa. Hiyo nafasi. Lakini angalia Jean Charles hao naye alipata nafasi, but nzuri goalkeeper akaicheza. Njoo kwa Neo Maema ambaye ameingia kipindi cha pili, alipata nafasi naye akaikosa. Kwa hiyo mimi nafikiri Simba ya msimu uliopita na msimu huu kuna sehemu Simba wameboresha, kuna sehemu Simba ni kama hawana nguvu. Eneo la kwanza ambalo Simba wako vizuri ni eneo la beki. Ni eneo ambalo wameondoka wachezaji wa muhimu, wameingiza wachezaji wa muhimu. Lakini eneo ambalo bado Simba mashabiki wa Simba wanahitaji hasa ni eneo la ushambuliaji. Na kwa nini eneo la ushambuliaji? Ukifuatilia Simba ni timu ambayo inakupa matokeo kwenye mechi ambazo sio ngumu. Lakini inapokutana kwa mfano ikitokea nakutana na timu ngumu ambayo ina mabeki wagumu, ina mabeki ambao wanatumia akili, lakini pia mabeki ambao wanajua namna sahihi ya kuweza kuzuia mashambulizi. Simba wanakupa na option ngumu sana kwa ajili ya kuweza kupata matokeo. Kwa mimi nafikiri Fadu Davis kicha kwanza ambacho leo hataenda kukiangalia, ataangalia safu ya ushambuliaji. Je, ilikuwa bora ama ilikuwa bora? Lakini kwa jambo rahisi, safu ya ushambuliaji ya Simba ilikuwa ni bora, lakini kitu pekee ambacho takiwa kocha arekebishe, kwa sababu unaambiwa kwamba kama ni bora imetengeneza nafasi. Kama imetengeneza nafasi, issue ni kufunga. Kwa hiyo ni kitu ambacho atakia ingie uwanja wa mazoezi angalie. Je, kwa hizi nafasi ambazo zimetengenezwa, mchezaji gani ambaye lazima nimtengeneze kwa finish mzuri anapoingia kwenye box? Kwa kama atakuwa ni Dese Mkwara ama atakuwa ni Jonathan Soa, itakuwa ni kazi nzuri sana kwa kocha kwa ajili ya kuweza kurekebisha timu. Then wana Simba waitazame katika mashindano mbalimbali ambao watashiriki. Hapa Azizi, ingizo gani la wachezaji wapya kwa Simba tunaweza kusema ni mkombozi au ni 40 kwa msimu ambao umepoteza au wameshindwa kuchukua makombe na sasa hivi wamesajili kwa ajili ya kuja kuwa 40? Ni wachezaji gani? Ni unaweza kuwataja kwa dakika moja? Ambao unaweza kuwa 40 kwa yale madhaifu ya Simba ambayo yalikuwa yanafanyika msimu ya hivi karibuni nyuma. Mtu wa kwanza ni Rushen Droko eneo la beki, lakini bado utamuona kabisa ujio wa Anthony Mligo, lakini bado eneo la kiungo anamzungumzia Kante, si ndio hivyo? Lakini pia fullback wa kushoto ambaye anadumu kucheza nafasi nyingi anamzungumzia Nabii Kamara. Ni watu ambao wanakuja kuongeza kitu, lakini pia bila kusahau eneo la ushambuliaji Jonathan Soa. Ni mchezaji ambaye kwa pande wangu natarajia kila kocha anapowapa nafasi uoneshe kitu ambacho ni bora, na hicho kilicho bora kiwe na manufaa kabisa katika kikosi cha Simba. Tukiachana kwa upande wa Simba Sports Club, tuangalie upande wa pili wa shilingi wapi ambapo wamefanikiwa. Nimenukuu neno moja kutoka kwa El Capitano Bakari Nondo wa Mnyeto kwamba bora ufungwe na timu nyingine sio watani. Azizi, Young Africans ubora wao katika mechi ya leo na madhaifu yao katika mechi ya leo kwa dakika moja. Na kuna jambo ambalo Bakari Nondo wa Mnyeto amelizungumza kwamba kwa yeye team captain na sababu amecheza mechi nyingi za dabi, alikuwa anatumia muda mrefu sana kwa kueleza wachezaji wa kigeni ambao hasa wameingia kwenye msimu huu jinsi gani ambavyo mechi ina umuhimu mkubwa sana, na hicho kitu kwa 100% kocha Roman Folz amekionyesha. Kwa hiyo nasema hivyo Kantara, ukiangalia dakika 45 za kipindi cha kwanza hakuna mchezaji yoyote wa kigeni ambaye ameanza kunao katika kosi ya Young Africans. Kama yupo ambaye amesajiliwa yes, amesajiliwa msimu. Maana ukisema wageni wapo mchezaji ambaye amesajiliwa msimu hayupo. Kwa nini amesema hivyo kocha? Kwa sababu kocha aliexpected kwamba kipindi cha kwanza ndo alitarajia kwamba kipindi cha kwanza ndo dakika ambazo zitampa nafasi yeye kutambua je, timu pinzani ni bora sehemu gani, lakini pia wapi kuna madhaifu. Tupana watu wengi wanashangaa kumwona mtu kama Azizi Andambwile eneo la kiungo. Ingali benchi kuna baadhi ya wachezaji wa kigeni wamesajiliwa kwenye huu msimu kwa ajili ya kuweza kuitumikia Yanga katika eneo la kiungo, lakini hao wachezaji wameingia kipindi cha pili. Kwa mimi nafikiri kwa kauli ambayo ameizungumzia Bakari Nondo Mwamnyeto ni kwamba hizi mechi za dabi ni mechi ambazo ni za muhimu. Kwa nini nasema ni za muhimu? Ukiangalia Young Africans mwenyewe baada ya leo ana mechi tarehe 19, si ndio hivyo? Mechi ya hatua ya round ya kwanza Bashinda ya klabu bingwa. Kwa hiyo ingetokea
ingetoka Young Africans amepoteza hii mechi, saikolojia ya mashabiki, viongozi wote watakuwa wameruzi nini, watakuwa wameruzi ile focus yao kuelekea kwenye mechi ijayo. Lakini bado baada ya kumaliza mechi ya tarehe 19 wana mechi zingine za ligi hapa katikati, tarehe 26 nafikiri, tarehe 26 na tarehe 30. Kwa hiyo ingetokea kwamba Young Africans amepoteza hii mechi, tayari inatengeneza taswira mbaya kwa benchi la ufundi chini ya kocha Romain Folz, lakini pia hata na wachezaji ambao wamesajiliwa. Kitu kingine umeniuliza kwamba Yanga ni bora sehemu gani? Ukiangalia kikosi cha Yanga ni vigumu sana kupata ubora wa Young Africans kwa sababu kila eneo ni bora kutokana na matumizi ya wachezaji ambao wanawatumia. Eneo la goalkeeping tumeona Diarra kazi ambayo amefanya fantastic save 4. Save ya kwanza dhidi ya Kibu Denis, save ya pili dhidi ya Shomari Kapombe, save ya tatu ya Kibu Denis ile ya Eda, save ya 4 ilikuwa ni save ya Jean Charles hawa, ule mpira wa Eda ni mwenyewe. Ukiangalia beki wa katikati Ibrahim Baka ni Dickson Job. Hao ni wachezaji ambao hatuwezi kuzungumzia ubora wao. Ni kubwa sana sababu wamewadhibiti wachezaji wa Simba, Steven Dese Mkwara, Kibu Denis, Jean Charles hao na wachezaji wengine wasiwezi kupata bao. Angalia fullback wa kushoto Shedrack Kaboka, lakini baada ya kutoka Shedrack Kaboka ameingia nani? Zimbwe. Angalia fullback wa kulia Israel Patrick Mwenda, good performance katika mchezo leo. Ukija eneo la kiungo, watu wengi baada ya kuona jina la Azizi Andambwile ni kama walishika vichwa. Hivi Yanga tunaenda kufanya nini? Ingali benchi kuna mtu kama nani? Bara Musa Konde, si ndio hivyo? Lakini kocha akaamua amtumie Azizi Andambwile kwa sababu Azizi Andambwile ni mchezaji ambaye ana experience ya kucheza hizi mechi za dabi. Kwa akasema bwana mdogo, haijalishi kwamba hii itakuwa dabi yako ya kwanza, lakini msimu uliopita ulikuwa kwenye benchi la ufundi kipindi makocha mbalimbali waliopita kwenye timu wanashinda hizi mechi za dabi. Kwa hiyo mimi nakuingiza wewe, utasaidizana na Duka Buya na Mdathiri kwa ajili ya kuweza kuadhibiti Simba katika eneo la kiungo. Na bwana mdogo amecheza dakika kadhaa, lakini kila ambacho amekionyesha ilikuwa ni bora sana. Ukija eneo la pembeni Pacome Zouzoua, lakini pia Prince Dube, Maxim pia Zengeri, nafikiri ni wachezaji ambao kwa dakika ambazo wamecheza zimekuwa bora sana. Kwa hiyo ukizungumzia Young Africans wapo ni bora, mimi naona kila sehemu ni bora kutokana na majukumu ya kila mchezaji ambaye anafanya. Lakini kwa hicho ambacho wamekifanya wachezaji hatari sana kwa kikosi cha Young Africans. Kaanza kwa Maxim pia Zengeri, mchezaji ambaye kwa nafikiri Tanzania hakuna mchezaji kama Maxim pia Zengeri. Kwa nini nasema hivyo? Mchezaji ambaye ana energy kubwa sana kutembea kila uwanja, yani kila uwanja. Ni mchezaji ambaye anaweza akacheza akaenda kusaidia majukumu beki wa katikati, fullback wa kushoto, wa kulia, akarudi namba 6 namba 8. Hata ukiangalia goli ambalo limefungwa, licha kwamba alikuwa kwenye mazingira yake kama playmaker wa timu, lakini bado angalia energy ambayo ametumia. Pacome Zouzoua hivyo. Pacome Zouzoua kipindi cha kwanza hakuwa na wakati mzuri, lakini kipindi cha pili baada ya kurejea hivi, angalia movement ambazo alikuwa anatengeneza, movement hatari. Prince Dube hivyo. Licha kwa mchezaji ambaye naye anashindwa namna sasa control energy ya mchezo, lakini pia kwa pesa na beki wa Simba, lakini bado mchezaji ambaye ni mzuri. Kwa kuzungumzia Young Africans kuelekea msimu wa mwaka 2025-26 ni timu ambayo tayari ishajitengeneza. Kilichobaki ni kocha Romain Folz. Je, nitakuwa namtumia mchezaji gani kwenye mechi? Kwa hicho ambacho alikifanya kumaanisha Azizi Andambwile kuacha wachezaji wengine benchi la ufundi ambao ana ubora kuweza kucheza kwa nafasi kama hiyo, tayari ameshatunisha ni kocha ambaye anaamini kwamba timu yake lakini pia jeshi lake limejiandaa kuhakikisha kwamba inafanya vizuri msimu wa 2025-26.